We Kimaro, mimi nakwambia ukweli kabisa, dawa hii ukikaa kimya sana utaonekana mjinga. Lazima uwe na drama kidogo ili watu wakuheshimu. Mimi sina drama, yani komba kabisa, mimi drama sizipendi, lakini maisha yamenifunza kitu kimoja: trust no one. Aise, naona umeanza tena na hizo falsafa zako za kuumiza kichwa. Sema ukweli tu Kimaro, bado unamuumiza kichwa yule demu wako wa zamani, sio? Komba, tumekuja kula raha hapa. Hebu bwana tusiboane, usimtaje huyo mtu mbele yangu. Ha, au sio? Inaonekana kabisa bado moyo upo, au ndio maana unajiita tajiri wa kificho? Unajua nini Komba, yani kuna vitu ambavyo lazima mtu uwe na siri navyo. Kuna vitu ukivijua maisha yako yanaweza kubadilika, yani yanaweza kubadilika ghafla, na si kila mtu anapaswa kujua mimi ni nani. Jamani, wewe si Kimaro tu au kuna jina lingine la siri? Usiniambie wewe ni bosi wa underground. My lord. Sawa rafiki yangu Komba, we cheka tu, lakini siku ukijua ukweli utacheka tena. Mbona wanitisha sasa? Sasa naogopa. Usiniambie unahusika na zile kesi za watu kupotea. We jamaa wewe, mwacha ujinga. Komba, nilishakwambia acha uchonganishi, lakini kumbuka kuna watu wanaonekana wanyonge lakini wana nguvu kuliko unavyofikiria. Sawa baba, lakini mimi najua unaninyima story tu hapa, lakini mimi kazi yangu ni moja tu, kuongea. Na ukininyima story nitazitengeneza mwenyewe. Chikunde mwanangu, kwani kuna nini jamani? Niambie mama yako. Umefikaje mpaka ukawa kuwa na hofu kila saa? Mama, yani huwezi kuamini. Yani kuna mtu ananifuatilia na siwezi kuelewa ni nani. Mwanangu Chikunde, hayo ni mawazo yako tu jamani. Yani, hii kila mtu ana stress zake na kufuatilia mtu. Kuwa makini tu mwanangu, usijiambie hivyo bwana. Hapana mama, yani huyu mtu anajua kila kitu kuhusu mimi. Hata vitu vya zamani ambavyo nilifikiri vimeshasahaulika, yeye anajua, ndo nashangaa. Mwanangu, yani unamaanisha nini? Mimi naogopa kusema bwana. Yani lakini nahisi kuna mtu ananifuatilia kwa sababu ya kile kilichotokea zamani. Mama. Chikunde, kumbuka mimi ni mama yako mzazi. Na kuomba uniambie jamani, kuna siri gani unaficha? Mama, yani shida ni kwamba kuna mtu aliumia na sijui kama alikufa au bado yupo. We Chikunde, unasemaje wewe? Ndiyo maana mama naogopa, yani kama yupo hai basi atanitafuta. Nyie mwanangu. A few moments later. Aisee Hasani, hizi kesi za mauaji zinaanza kuwa na pattern inayofanana. Yani kuna pattern fulani hivyo ukiangalia inafuatana hivi. Ndiyo Salumu, nimeona hiyo kitu. Yani kuna watu wanatoweka au wanakuwa wamepata vifo ambavyo havieleweki. Hakuna ushahidi, hakuna kitu chochote kinachofuatiliwa. Sasa natamani kama ningepata mashahidi kuelewa. Lakini kwa uchunguzi wangu wa chini chini, kuna jina linaanza kujirudia kwenye taarifa za chini chini. Yani kuna vitu fulani vinaonyesha jina moja. Okay, ni nani huyo? Jina la Kimaro. Kimaro gani? Maana Kimaro ni wengi. Huyo ni jina la kawaida sana. Ni kweli inahitajika uchunguzi hapo. Kwa sababu yani anaonekana kila sehemu, lakini hakuna mtu anayemjua vizuri. Kwa hiyo inatakiwa kuangalia vizuri hapo. Unamaanisha kwamba ni mtu anayeishi maisha ya kificho? Yes, exactly. Yani na kuna kitu kinaniambia kabisa huyu mtu sio wa kawaida. Basi hilo rafiki yangu Salumu limeisha. Tutamfuatilia vizuri sana. Lakini itakuwa kwa siri sana. Mchungaji Daniel, dunia saizi imejaa giza sana yani. Yani watu wanatenda maovu lakini ni kwa kificho sana. Sheikh Rashidi, na ni kweli kabisa. Na mbaya zaidi, waovu wanaonekana kuwa kama ni waadilifu. Huwezi kuamini mchungaji Daniel. Yani kuna mtu anatembea na kivuli kivuli kizito kweli ndani yake. Nafsi yake imejaa maumivu. Na unavyosema hivyo Sheikh Rashidi, naamini kabisa huyo mtu anaweza kuwa karibu sana na sisi. Yani karibu sana nasi bila sisi kujua. Sema tu muda wake bado. Siri zake zitafunuliwa hivi karibuni tu, muda si ukifika. Swali linalobaki hapo Sheikh Rashidi ni kwamba je, atakubali kukubaliana na ukweli? Maana kukubaliana na ukweli na yenyewe ni kipaji hicho. A few moments later. Halo, ninachotaka kuwaambia ni hivi, tena mnisikilize kwa makini sana. Msifanye makosa yoyote. Yani nawaambia kabisa nikiwa serious, msije mkafanya makosa yoyote. Lakini kiongozi, mbona kuna mtu kama ameshaanza kushuku? Wewe hujamgundua bado? Kuna mtu ameanza kushuku. Ni nani huyo? Polisi kiongozi, lakini pia kuna mwanamke mmoja naye ameanza kukushuku. Yani huyo pia anatutia wasiwasi sana. Mwanamke gani? Kwa uchunguzi wetu haraka, huyo mwanamke anaitwa Chikunde. Na sasa tunawaza, je, tumguse au tumwache? Asiguswe, bado kidogo. Yani huyo msimguse kwanza. Lakini mkuu, mimi na wasiwasi mmoja, anaweza kuharibu kila kitu. Tuwe makini mkuu, tuwe makini sana. Nitasema tena, hakuna mtu atakayemgusa mpaka mimi niseme. Unaonekana mkuu bado unahisia naye. Kwa nini
sasa unamkatalia hivyo? Kwa nini unamtetea? Au unahisia naye? Huo sio mjadala wako. Tena usiongee kabisa hayo mambo, hayakuhusu. Mkuu, usipoangalia utapoteza kila kitu. Kuwa makini sana na wewe mwanamke, nakwambia. Hapana, safari hii mimi ndiye nitakayeamua nani anapotea na nani anaishi. Sawa mkuu, sisi tunapokea tu maelekezo kutoka kwako, lakini sisi tunakuambia kuwa makini. Yaani hata kama nina hisia kwa mbali, lakini sitaki kuzionyesha kabisa na sitaki mtu ajue. Kwanza hawa majamaa hawa ndio sitaki kabisa wagundue kwamba mimi nina hisia na mtu yoyote. Yaani Uche Kunde tena asiingie hapo katikati, maana atapata madhara. Japokuwa sitamani athurike, lakini My lord, I wonder.